Hello, my friends. How are you doing? Me, I'm doing good. And today I have come to ask you a question. A very simple question. Very simple question. Today today is on Monday, May 10th, and you know very well, for those who know, that leo kumelala kukinyesha. In Kiambu County, Nairobi County, tumebarikiwa sana na Bwana kumenyesha. This is the question I want to ask you. Kama ni hii serikali ingeambiwa imwage maji. Kama ni hii serikali imeambiwa imwage maji kwenye kumenyesha leo, hizo kaunti mbili peke yake, iambiwe sasa tunataka mumwage maji na kuachwe maji ikitelemuka, kuachwe kukiwa kukorokwe na mali hata macio mekuo. How much money do you think the government of Kenya could have spent kumwaga hiyo maji yenye Mungu mwenyewe, Mungu wa mbinguni, ametubariki nayo na hakulipisha hata shilingi moja, na halalamiki hata kidogo, halalamiki. Imagine hakuna ushuru alikuwa amekuja kuokota. Tuseme eti ni haki yetu ndiposa kulinyesha. Lakini hii serikali yenye unasikia barabara ya kilomita 8 imetengewa bilioni sijui milioni mia ngapi. Tuseme imeambiwa sasa tunataka mumwage maji. Kila building iwe imemwagiwa maji, mashamba, barabara, magari zioshwe na maji, yani kila kitu muhakikishe hiyo maji imemwagiwa. Unafikiria wangetumia pesa ngapi? Kasongo ungetumia pesa ngapi? Tuseme umeambiwa utenge. Ungetenga pesa ngapi? Our blessed, very blessed president, our president. Ungesikia hii serikali imesema ya kuhusu tumetumia bilioni 33 kumwaga hiyo maji, lakini Mungu wa mbinguni halipishangi. Mungu wa mbinguni halipishangi. Can you imagine? Hiyo maji hatukununua. Sasa serikali ya Kenya mnasikia aje kwa sababu Bwana ametunyeshea maji na hakutulipisha? Mnasikia aje? Kama ni nyinyi mngetufinyilia mpaka wapi? Tuseme tu ni nyinyi mlikuwa mmepewa hiyo kibali, mkuje mwage hiyo maji, mungelipisha pesa ngapi haswa? Listen to me and listen very carefully. The Messiah, the Lord God of heaven, who have blessed us that mightily with that rain, without asking a penny, without asking any favor of a man. Eti mwanaume sijui mtu sijui nani akuja amsaidie Mungu. Let me tell you, he is a very wealthy God, very powerful God, very mighty God. And the same God, he is the God that is coming to rapture the church, to rapture you. Ndiye tu Mungu ambaye anakuja kukuchukua wewe, Mr. President. Ni yeye tu anakuja kukuchukua wewe, Madam Boss. Huyo Mungu ambaye amefanya kuloe maji, kila mtu sasa leo akona magambut. Huyo Mungu ambaye hakutulipisha hata shilingi moja na hakulalamika eti kwa sababu maji imemwagika mingi. Huyo ndiye Mungu ambaye anakukujia wewe senator. Ni huyo Mungu ambaye anakukujia wewe mfisadi, wewe MP ambaye
ungelipisha kiwango yenye wewe unafikiria ya pesa, lakini wewe uibe pesa kiasi fulani. Wewe president ambaye hauna kibali hata kidogo, wewe ambaye hauna kibali hata kidogo ya kumwaga maji anywhere isipokuwa Bwana. Huyu Mungu mkuu sana wa mbinguni ambaye hakutulipisha hata peni vile kulinyesha. Sijui wewe kama barabara unaipea bilioni 8 alafu unapeana bilioni kadhaa na hiyo na hata haikujengwa. Hata sijui kama Githurai peke yake, sijui ama Roiro peke yake, sijui hata Kimbo peke yake, sijui ama CBD peke yake, sijui ama Kikuyu peke yake kungeroa maji na bilioni zako zote. Fear God. Fear God. Please fear God. Fear God. Rafiki zangu, leo sitaki kukaa sana. Nataka kuongelesha hawa wenye wako na viti, hawa wenye walitoa hongo mingi. Walitoa hongo mingi. Wacha nikuonyeshe hongo zenye walitoa ili wapewe kiti, na hawa mapastors wenye walidanganya wapendwa, mpaka wapendwa wakawapea kura. Pastor analetewa mamilioni mpaka majamaa wanatudanganya tunawapea viti. Angalia pesa yenye walitumia. Angalia. Tuseme in case huyu jamaa mwezi moja analipwa milioni 3. Milioni ngapi? Pesa yake halali ya Kenya kulipwa ni milioni ngapi? Milioni 3. Ukifanya times 12 ni kumaanisha hiyo ni milioni 36 zenye amelipwa. Tunaongea sasa kuhusu president yeye mwenyewe. Ni milioni 36. Hizi milioni 36 tuseme in case hakuna mwangaza hata kidogo, lakini tufikiria anaweza pata kiti aongoze miaka 10, lakini hiyo ni ndoto ya mchana. Hawezi. Tuseme pengine ni miaka 10 times 10 years. Hiyo ni milioni 360. Milioni 360. Milioni 360. Do you want to tell me angehongana na zile bilioni zenye alitumia ili atafuta hiyo kiti, zingetosha kweli? Tuseme eti alitumia milioni kama 100 ili pengine aachwe na faida ya pesa fulani. Hawa ni wezi. Sikiza hapa wapendwa, pia rafiki kuja hapa. Nataka kukusomea Biblia hapa. Nataka nikusomea Biblia hapa. In the book of 2 Peter 3:3. 2 Peter 3:3. Hiyo ndio nataka kukusomea. Inasema above all you must understand that in the last days, sikiza vizuri, in the last days. Nataka mniambie ama hizi sio siku za mwisho saa hii. Mniambie kama hizi sio siku za mwisho, ambako hawa wachungaji wenye wanahongwa wanahubiria wanawake wakiwa uchi, wanahubiria wanaume wakiwa uchi, wanapenda pesa kuliko Mungu, wanapenda pesa kuliko wokovu ambayo Bwana yeye mwenyewe, Mungu wa mbinguni, Yesu alikufa msalabani, kifo ambayo ilikuwa mbaya sana, na ili iwe muongozo, na ili aweze kuleta ukombozi. Isipokuwa ni msalaba hangekuwa na wokovu. Wokovu ulitoka msalabani. Wokovu wa Bwana, wokovu wa watu, wokovu wetu kama kanisa, wokovu wetu kama wanadamu ulitoka msalabani. Gharama yenye ilitumika pale msalabani ni viboko mbaya sana, kudungwa, kuwekwa miiba, kunyorolio na whoever you know. Na hakulipisha hata shilingi moja, hakulipisha. Sijui kama wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni governor, sijui ungelipisha pesa ngapi haswa. Tungekuwa tumekonda. Sikiza hapa. Inasema above all you must understand that the last days scoffers will come scoffing.
will come scoffing and following their own evil desires. Do you know who are the scoffers? Wacha nikusomea hapo chini ili ujue ni akina nani hao mascoffers. Maybe you are the one of the scoffers. Wacha nikusomea hapo chini kidogo ujue wewe ni scoffer. The next verse 4 anasema, they will say, this is what you have been saying. You scoffer. This is what you have been saying. Can you subscribe before ujam? Najua unajam hapa. Lazima hapa ujam. Kwanza subscribe. Thank you for subscribing. Inasema, they will say, where is this coming? He promised. Huku kukuja kwa Bwana ambaye Bwana aliahidi anakuja, iko wapi? Ever since our ancestor died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Biblia inajua, Biblia ilikuwa inajua the day is coming ambayo watu wataanza kuulizana, ai, huyu Mungu anasema anakuja kutoka wakati dunia iliumbwa. Yaani hata shosha yangu nilikuta akisema anakuja, hata uka yangu nilikuta akisema anakuja, hata mchungaji wetu hata alikufa akisema anakuja. Yeah, he knew that those kind of scoffers will come. Blessed viewers, are you one of the scoffers? I'm asking a question. Are you one of the scoffers? Are you the doubting Thomas? You don't believe that he is coming. Can you imagine? Mvua yenye ilinyesha jana, na mnajua hakukuja kuwa kukinyesha, kumekuwa na vumbi mbaya sana. Mwenye alifanya kunyeshe anakukujia wewe. Nataka sasa uanze kufikiria haya mawazo. Kwa sababu anasema, in the last days, scoffers will be saying, where is this coming he promised he will come? Because ever since, our ancestors have been dying and things have been going normal. It is true, things have been going normal. But this economy of Kenya, it is only God can stabilize it. It is not the Kasongo, it's not the president. It's not the president. Economy ya Kenya haiwezi rudishwa na watu ambao ni wafisadi namna hii. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Ni Mungu mwenyewe. If you read in the book of Revelation, chapter number 6, nataka kukuonyesha sababu gani kuna hii shida. He is saying, in the book of Revelation 6 and verses 6, he is saying, I heard what sounded like a voice among the four living creatures say, a kilogram of wheat for a day's wages, and 3 kilograms of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. These are the days that you earn too much. But those kind of money, the kind of earnings that you are making, can never help you. Because the Lord himself have commanded that the economy all over the world must be ruined. Mafuta iende juu, unga iende juu, kila kitu iende juu, kila kitu iende juu. Unapata pesa mingi 1,000 ukiingia kwa duka unatoka huko na 50 bob. Na vitu na kapepa bag hivi. And you remember, back in those days, 1,000 ingekuruhusu uende kwa supermarket, ununulie mtoto shopping arudi shule. Saa hizi, hiyo 1,000 yako moja haitoshi mshwaki, kupiga rangi kiatu na panti zake 2. Pa! Hiyo 1,000 yako moja inaisha.
siku yako mzima yenye umeshinda ukifanya koroga, yenye umefanya kazi ya mkono, umekuwa hapo na nduthi yako, umekuwa hapo wewe ni mchuuzi, umekuwa hapo hiyo kazi yako ya hoteli, faida yako yote hiyo 1,000 yako moja, Biblia inasema economy ishushwe, igongwe vizuri, mpaka the wages of your day ilipie only 1 kilogram of barley and 3/4 of wheat. Mankuli ya hiyo siku unakula. Na ndiposa siku hizi watu wanasema siku hizi Kasongo ametufinya, sijui ametufinya sana, mpaka mtu anapata tu pesa ya kukula tu, ati ni hard to mouth. It is okay, it is hard to mouth, but listen to me. The only thing that you can do, that you may now have enough for you, be saved, be holy, and be righteous. Because he is saying, hapa ukimalizia anasema, and do not damage the oil and the wine. The wine is the blood of Jesus. Are you washed by the blood of Jesus? And the oil is the anointing of those who are chosen to serve the Lord, those who are chosen to enter that kingdom. Are you chosen? Or you are just called? Kama wachungaji wengine, you are just called. Mumeitwa tu nyinyi wachungaji, mumeitwa tu. Nashinda hapo ukihubiri mpaka unatoa koti, unaekelea hapo kwa kiti yako eti ni kuhubiri alafu unakaa na kitambaa kubwa sana. Unakaa tu na kitambaa. Hallelujah. 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 Acha vituko. Acha vituko. Acha vituko. The Bible, the preaching. Kwani ni kuchimbua unachimbua? Hubiri pole pole. Pole pole. Kondoo wanataka kujua ni wapi walimesi. Ni wapi wanaweza jiandaa kuingia mbinguni. Sio kujiandaa kwenda Amerika. Haupeani passport. Ni serikali inapeana passport. Unaambia sijui umeona watu 10 wakienda Amerika kufanya nini? Why don't you now tell them you have seen them going heaven by walking in holiness, by walking in righteousness, by not now becoming doubting Thomas, by not now becoming scoffers. Tell them that the Messiah is coming, and this is the reason as to why Kasongo anashindwa na kazi. Natumia jina Kasongo kwa sababu president wetu aliharibu jina sasa mpaka yeye sasa hata President Ruto, tafadhali umeharibu jina sana, lakini tulikupenda na bado tunakupenda kwa jina la Yesu. Jiandae uende mbinguni. Je, ya kwenda mbinguni sio kupelekea wachungaji hongo mamilioni ya pesa na magunia, au utaenda mbinguni. They are not the shareholders of heaven. They are waiting that their deeds to take them to that heaven. Let me tell you, even if you buy a shamba to each and every churches here in Kenya, you will not qualify to enter. You will not qualify. You will not qualify. You will not qualify. The qualification, the Bible says, be holy for I am holy. Just holiness. Just holiness. Listen to me. I want to wind up. And thank you so much. Thank you for watching. Imagine you are watching me. Na unaona hata sijafikisha hata 1,000, hata sijafikisha 1,000 subscribers. Guza hiyo kitu ya red ama hiyo ya black. Hiyo imeandikwa subscribe. Iguze tu. Si ndio hii iko hapa hii. Hiyo. Iguze. Yes, nataka kukusomea kitabu ya mwisho ili tumalizie leo. And this must be very powerful. This must be nimeiona. In the book of Philippians 3. Hallelujah. Ni wangapi wanapenda Yesu? Kama unapenda Yesu, type amen. Type amen. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Philippians, tafadhali. In the book of Philippians,
Hallelujah. In the book of Philippians, tunafika hapo saa hii. Hallelujah. The book of Philippians. Wewe, Filipo weko. In the book of Philippians. In the book of Philippians. Wewe Filipo. Ni wewe hauja subscribe diposa sioni. Nauge muona. And subscribe hapo. Now, in the book of Philippians 3 verses 20, nisome hiyo tumalizie, si ndio? Yes. Kasongo. Wewe governor. MP. Inyi ambaye hamguzwangi, wewe tajiri. Nisikize tajiri, wewe tajiri. Wewe tajiri wa maarifa. Wewe ambaye unavaaga uchi. Nisikize hapa. Listen. Hivi ndivyo Biblia inasema verse 20, Philippians 3. Inasema hivi, na ninawapenda sana by the way, nawapenda sana. Tuende mbinguni sisi wote. Najiandaa, najaribu sana niwe mtakatifu niende mbinguni. Hallelujah. Inasema hivi, but our citizenship is in heaven. Hallelujah. Our citizenship is in... Sijui mmesikia hivyo. Our citizenship is in heaven. Sometimes maybe you are watching me from Australia, you are watching me from UK, you are watching me from America, you are watching me from here in Dubai. Yeah? Now listen. You know, ever since now you are a Kenyan, you feel ninatamani kwetu. Natamani kwetu huko kwenye kuna kuwa na vumbi, huko kwenye tunakula mafoga. Unatamani huko kwenu, hata kama president wenu hawasaidii, mnataka huko. Unataka kwenye unaweza ongea Kikuyu mfululizo. Unataka kuongea mahali unaweza ongea Kikare mfululizo na watu wakusikie. Mahali unaweza ongea Kijaruo na watu wakusikie kwa sababu huko ndiko kwenu. Mahali unaweza ongea Kimaasai. Yeah? Ekole hii. Ile not cheso. Mahali unaweza ongea Kikuyu uhoro wanyu mtikiria ku kasongoro na watoto wara hiyo ndio unatamani hata kama uko mbali. Unatamani kwenu. Because your citizenship now here on earth is in Kenya. Now he is saying, our citizenship is in heaven. So by the time, una feel like, hey, afadhali kwetu. Kama mtu anaendaga tu, sio mbali, hapa Eldoret. Unaanza kutamani Nairobi. Unakuja hapa Nairobi. Unaanza kutamani kwenu pale Eldoret. On December, unaona kila mtu anachukua magari yakienda kwao. Baka mnalipishwa pesa mingi ili muache kuhatekana. But bado mnaenda. Kwa sababu, home is the best. Now, home is the best in heaven. Where our citizenship is. We belong to heaven. Wacha kufurahia huku. Mahali unateswa na Kasongo. Ukiona Kasongo anakutesa sana, wacha na Kasongo. Tafuta ufalme wa mbinguni. Let us invest in heaven. Be holy. Be righteous. Our Lord is in need of us. He really needs us in heaven. He need you in heaven. Wewe mchungaji ambaye hauna haja na utakatifu wa huyo msichana kama kulala na yeye. Wewe mwanamke ambaye hauna haja na utakatifu wa huyo kijana kama kulala na yeye. Listen to me. Wewe ambaye umeoa lakini bado uko na wanawake wengine na hapo wakando. Wewe ambaye umeolewa lakini hautosheki na kwako na mzee wako bado uko na wengine na hapo. Mzee wako akiondoka kiateka anarudi kwa nyumba. Mzee wako akitoka mfanyikazi wako anarudi kwa nyumba. Listen. It is okay. It is good as what you are doing. It is good according to you. But let me tell you, the Bible says the wages of sin is death. And it is very bad to die spiritually. It is very bad to die spiritually. Please, don't die spiritually. By the time you will die, you will remember, I had a very golden chance to prepare for the coming of Messiah. The day you will die, you will know, I had a very nice time to tell the Lord,
Mimi ni mwizi, nisamehe. Mimi ni msherati, nisamehe. Mimi ni mtu wa hasira, nisamehe. Mimi ni mtu wa masengenyo, nisamehe. Mimi ni mtu wa kupenda ujana. It is okay. Just repent. The Bible says in the book of Acts 17 and verses 30. Acts. Hallelujah. In the book of Acts. Hallelujah. Yes, Acts 17 and verses 30. He says, in the past, God overlooked such ignorance, but now he commands everyone, every people, everywhere to repent. So it doesn't matter where you come from. It doesn't matter your language. It doesn't matter your class. Mimi ni wa class sana. Wengine wanasema mimi hata siwezi ishi. Siwezi ishi sijui wapi. Mimi ni mtu wa runda. Hiyo runda yako itakupeleka jehanamu. Repent, wacha kiburi. Wacha kiburi nani? Mimi ni banka, unajua mimi ni banka. Unajua mimi ni air hostess. If you find the air hostess, au watu wenye huwa wanafanya kazi kwa ndege, the way they pull their bags na malingo mingi sana, wakiwa na ka uniform, makope, wameng'ara, wamejipaka marangi with their miniskirts. It's okay. The day you will die in those sins, you will remember the golden chance that the Lord gave to you to repent, to be holy, regardless of the work you are doing. It doesn't matter wewe ni jaji. It doesn't matter. Biguni hautakuwa jaji wewe. Utakuwa yule mkuu, utakuwa mzee, utakuta mzee. Mzee achekangi, mzee. Mzee. Oh my goodness. Wakati utakuta mzee pale, the ancient of the days, the ancient of days, wakati utamkuta pale hivi, and you know he is ever serious. Hachekangi, he is ever serious. How do you think that our God can laugh na kusmile, smile tu kiupuzi upuzi? Ana smile nini? Na ushoga imejaa Kenya. Ushoga imejaa kila mahali. Ana smile nini? Na wanawake wameanza kuoa wanawake. Ana smile nini na wewe msichana unajua uko na mtu mpango wa kando ambaye ni lika ya baba yako? Ana smile nini? Mungu ana smile nini? Wakati umevaa kitroza ambacho kinakubana, ana smile nini? Kama matendo yako ni chafu, do you expect the Lord to smile? Hawezi pata hiyo masaa. He is ever serious. Ever serious. Ever serious. By the time Jesus see the kind of apostasy with pastors, you don't care about widows. You don't care about orphans. But by the time these politicians come to your church, unawapea pale mbele. Kujeni mkae hapa na unatengeneza wanakwaya, wanawatumbuiza. Wanawatumbuiza watoe pesa. It's okay. The day is coming. Utakuta mzee. And that day, by the time that judgment will strike you, hautapenda hata kidogo. Hautapenda. Listen. The life of those kondoo iko kwa mikono yako. It is your duty to make sure that these people are holy to enter in the kingdom of God through the office that the Lord amekupea. Sio kuwapora, sio kuwanyang'anya, sio kuwadanganya. Ukiwauzia maji, unaenda kwa mfereji yako unachotelea tu maji hapo. Unauza 500.
Unaenda unanunua matunda. Niliona hapa kwa TV wengine wananunua matunda apples. Wanaenda kuuza kwa kanisa sijui mia ngapi. Unakuta mama mpaka amenunua 4. Mama amenunua 4, alafu anaambiwa nikihesabu 1 mpaka 3 tunauma. 1, 2 kwa jina la Yesu uma. Oh my goodness. Jehanamu inakugoja. Oi. Jehanamu inakugoja. Let us prepare the way. The Messiah is coming. Ambaye alifanya leo kunyeshe na hakulipisha mtu hata shilingi 1. Na ukachotelea maji kwako, sasa unaenjoy maji ya Bwana na haukulipia. Na unajua ya Radrod lazima ulipia mwisho wa mwezi na units. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh my God, you have been very faithful. And so may the Lord bless you. May the Lord honor you. Tafuta kanisa hapo karibu na kwenu ambako wanahubiri ukweli na utakatifu. Where you will prepare the way for the coming of Messiah, because the Messiah is coming. I love you so very much. Please, if you can love me, just show me by subscribing. Just subscribe. Subscribe. Kwa haya na mengine mengi, tupatane in the next vlog. Wacha tunoane makali, tuingie mbinguni. Ninawapenda sana. Wacha tubadilike, tuachane na dhambi. Subscribe. Comment. Just comment. Tell me, how do you feel about that message of today? Not my message, the message of God. Tell me. Thank you. And have a nice time. I love you.